Kwa nini nyakati hizi kuna machafuko katika nyumba za ibada? Ni kwa nini? Enzi zilizopita kulikuwa na mambo ambayo yalikuwa yameleta pia mikawanyiko enzi hizo, na ijapokuwa ilikuwa imeleta mikawanyiko, watu walidumu katika maombi wakimtafuta Mungu. Nyakati hizo watu waling'ang'ania sana kuupokea wokovu, watu waling'ang'ania sana kunena katika ndimi, watu waling'ang'ania sana kukesha, watu waling'ang'ania sana kufunga na kuomba, watu waling'ang'ania sana kutafuta uso wa Bwana, watu walitembea kwa miguu kuenda sehemu mbalimbali kwa ajili ya kutafuta uso wa Bwana. Na zaidi yoyote tunaona ya kwamba walisaidika, wengi waliweza kuishi maisha ya kiroho, wengi waliweza kuishi maisha matakatifu, walijitenga, wengine walijitenga hata na mavazi ya aina fulani, wengine walijitenga hata na vyakula vya aina fulani, wengine walijitenga hata na vikundi tofauti tofauti, marafiki tofauti tofauti, wengi walijitenga hata na kazi mbalimbali. Lakini tunaona ya kwamba pia kuna karoho kakaingia kakiburi na majivuno, watu wakaanza kushindana na kupigana ya kwamba kanisa fulani au dhehebu fulani au dini fulani ndiyo itakayemuona Mungu, dini fulani haifai au dhehebu fulani halifai, dhehebu fulani ndilo linalofaa. Wakasahau ya kwamba madhehebu yameanzishwa na wanadamu, na ya kwamba sisi Wakristo kwa jumla au wanadamu tunapomwamini Yesu Kristo, hapo ndipo tunakuwa kanisa. Kwa hivyo mimi nakuwa kanisa, wewe unakuwa kanisa. Nyakati hizo watu walikuwa wamepofushwa macho, wakajua ya kwamba ni dhehebu fulani ambalo litamuona Mungu, na kukawa na mitindo na utaratibu tofauti tofauti. Hata kuna kanisa dhehebu moja lingine, nikatembea katika ujana wangu, nikaona watu wanachapwa viboko kwa sababu hawachanena katika ndimi, nikaona watu wanachapwa viboko kwa sababu hawajaomba kwa sauti ya juu, nikaona watu wanachapwa viboko kwa sababu hawajatoa maono ambao wameyaona kwa kesha, kwa sababu hawajatoa ndoto ambazo wameziota katika kesha. Kwa hivyo kukawa jambo hilo likahuzunisha moyo wangu, na wakati huo kukawa na siasa mbaya sana, wakati huo kukawa kuna ubaguzi wa dini, watu wakawa wanachukiana. Ukiona dini hii unaiona ni ya kwenda jehanamu, ukiona hii unaona ya kwamba ndio ya uzimani. Watu wakawa hata wawezi wakasalimiana kwa mikono, wengine wakawa yamefunga hata masikio yao, wengine wakawa wamefunga hata midomo yao na nguo maalumu, wakawa wawezi wakasalimia mtu kwa mkono, wakajua wakisalimia mtu kwa mkono atawaambukiza dhambi. Kwa hiyo dhambi ikawa ni kama ugonjwa wa kuambukizana. Watu wakati huo ndio niliona sarakazi nyakati hizo, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu niliweza kutembea katika madhehebu tofauti tofauti, nikataka kujua kila ambacho watu wanakitafuta ni nini, lakini nikakuta ya kwamba neno la Mungu ni moja tu, lakini sarakazi ndio zilikuwa watu wameziweka ili kuonyesha ya kwamba wako tofauti na wengine. Wengine hata nikaona vijana wenzangu wakabadilisha sauti, wengine wakavaa nguo wakafungia hata nguo zao, wakafungia suruali zao kwa tumbo, wengine wakanyoa staili nyingine ambayo ilikuwa tofauti, wakabadilisha sauti, na kwa hivyo wakaonekana wao ndio wameokoka, wao ndio wanaomjua Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ndugu yangu mpendwa, nyakati hizi ambazo tuishi ni vizuri ukaweze kutambua ya kwamba katika haya mambo yote kukawa ya kwamba kanisa fulani mtu akirudi nyuma katika imani akawa na neno vibaya, kanisa likawa lina neno vibaya, dhehebu lina neno vibaya, hao ni watu wa kuanguka, hao ni watu wa kuacha imani, hao ni watu wasiomjua Mungu, ni watu ambao hawajui kutubu, ni watu ambao hawajui kuungama dhambi, ni watu ambao hawajakubali kujazwa na Roho Mtakatifu wa Mungu, ni watu ambao pengine ni kanisa ambalo si kanisa ambalo ni la Roho Mtakatifu. Wakasahau ya kwamba Roho Mtakatifu aishi katika jengo, Roho Mtakatifu anaishi ndani ya mtu. Kwa hivyo kuna mtu ndiye anaweza kuamua kuishi kuwa kanisa takatifu la rohoni, au mtu pia ndiye anaweza kaamua kuwa kanisa ambalo ni la mwilini kwa sababu ya kudumu katika dhambi na kudumu katika maovu. Ndiposa tunaona Yesu Kristo anamwambia
ya mwanamke Msamaria. Walikuwa na mashindano kama hayo ya kushindania mambo ya dhehebu, mambo ya dini, ati kwa sababu wa Samaria wanaabudu Mungu kule mlimani wakaonekana ni wenye dhambi, hawafai, na kwa sababu Wayahudi wanaabudia Mungu Yerusalemu wakajiona hao ndio wako karibu na Mungu, kwa hivyo hawakuamini ibada zingine zote. Ndiposa Yesu anawaambia kwamba nyinyi mnaabudu kitu msichokijua, kwa sababu wengine walikuwa wanaabudu Mungu, wanaabudu, lakini walikuwa wanadumu katika dhambi. Tunaona ya kwamba wengi Wayahudi kwa Wasamaria, kuna wale walikuwa wamemwamini Mungu kabisa katika dini zao, na kuna wale walikuwa wameamua kuasi kama nyakati hizi tunazoishi. Kila dhehebu kuna watu waasi wako ndani, kuna magugu yanapatikana, lakini watu walikuwa hawajatambua jambo hilo, kwa sababu neno la Mungu ndio lilikuwa limetuambia jambo hilo. Yesu akasema ya kwamba katika nyumba yangu kuna wale ambao, katika zizi langu kuna wale wasiokuwa wangu, kwa hivyo hao itabidi mjaribu muwezavyo mkawavute ili wakaweze kuja kwangu. Sasa watu walipofushwa macho wakajua ya kwamba katika dini zote watu wote ni watakatifu na watu wote wameacha dhambi, watu wote wanaelekea mbinguni. Wakasahau ya kwamba kuna wengine ambao ni waovu wameingia, wanataka kuiga mifano, wanataka kujifundisha kupitia kwa wale ambao wanakiri kwa vinywa vyao wanamjua Mungu kwa kweli. Ndipo tunaona Msamaria ambao walikuwa wanadharauliwa dini yao, na tunaona Wayahudi waliokuwa wanajisifia dini yao. Yesu anawaambia kwamba kuna mtu alikuwa anasafiri na alipofika Jericho akavamiwa na watu wabaya, wanyang'anyi. Lakini tunaona ya kwamba Wayahudi waliokuwa wameshika dini, tunaona kuhani alipotoka katika ibada akaona hawezi akatenda dhambi siku ya Sabato, akaona akisaidia mtu siku ya Sabato atakuwa ametenda dhambi. Tunaona Mlawi naye pia alipopita akajiepusha, akajifanya muoni. Tunaona ya kwamba mshiriki pia alipopita akaona ya kwamba atakuwa amevunja sheria. Kwa hivyo walikuwa wameshika mapokeo ya wanadamu, sio mapokeo yake Mwenyezi Mungu. Mungu anataka tuyatende yaliyo mema. Maandiko yanatuambia imani pasipo matendo imekufa. Kwa hivyo utadhihirisha imani yako katika matendo ambayo uko nayo. Hautakiri tu ya kwamba nimeokoka, nimejazwa na Roho, ninanena katika ndimi, ninaweza nikatembea kwa miguu, naweza nikatembea kwa magoti, naweza nikatembea kwa tumbo, naweza nikatembea kwa mikono. Sio hivyo. Naweza nikapaa mbinguni. Sio hivyo. Watu wanataka kuona kwa matendo yako unaishi vipi. Hao majirani wanataka kujua unaishi vipi. Waumini wenzako wanataka kujua unaishi vipi. Pale kazini watu wanataka kujua unaishi vipi. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Yesu Kristo anawauliza Msamaria alipopita, mtu ambaye alikuwa anadharauliwa na akakutana na Myahudi ambaye alikuwa amejeruhiwa. Yeye katika dini walikuwa wamefundishwa mwanadamu yote ni wa muhimu. Walifundishwa ya kwamba usipakue mwanadamu, wanadamu wote wako sawa. Lakini Wayahudi walikuwa wamefundishwa watapakuana. Walijulikana ya kwamba huyu anaitwa mkafiri ambaye asiyekuwa na dini, huyu anajulikana ni muovu, huyu anajulikana ni haramu, huyu anajulikana ni halali, huyu anajulikana mtakatifu, huyu anajulikana muovu, huyu ni wa jehanamu, huyu ni wa mbinguni. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Msamaria kulingana na dini yake akamhurumia huyu mtu, akamchukua, akampeleka nyumba ya wageni, akamtibu na akamuitia hata tabibu wa kumshughulikia, na akaendelea na safari yake na akarudi kulipa. Yesu anauliza ni nani aliye jirani wa mwingine kwa watu? Tunaona ya kwamba Wayahudi hawa ambao ni wanafunzi wa Yesu, tena bila kuwa na aibu, wanamwambia ni yule Msamaria mwema. Wakampandika jina Msamaria mwema. Alikuwa hitu Msamaria mwema, alijulikana ni Msamaria muovu asiyeabudu Mungu kwa roho na kweli. Lakini tunaona ya kwamba wanasema ya kwamba huyu Msamaria ndiye ametenda yaliyo mema. Kwa hivyo huyo ndio jirani ya mwenzake. Kwa hivyo ndugu yangu mpendwa, usijivunie dini, usijivunie dhehebu, jivunie Yesu Kristo. Je, matendo yako yanadhihirisha vile unavyojivuna au mnahukumiana bure? Kwa hivyo tunaona vita vilikuwa katika makanisa mengine, watu wanasema wameanguka. Sasa hivi vita vimejaa, utasikia kila dhehebu kuna fujo, kuna vita. Tunaona ya kwamba roho inazunguka, roho chafu ikitingiza watu, na zaidi yote Mungu pia anazunguka akiwekea watu wake
wake muhuri, wale ambao watasimama imara. Kwa hivyo kuhama dhehebu haimaanishi ya kwamba ndio utakuwa mshindi, bali simama imara na mtumaini Mungu, utapata ushindi katika maisha yako. Mungu atubariki.